Nawasikiliza. Shoga yangu mimi nimekuja. Kwanza moja hapa nilipo nina mimba. Na mimba ya mume wa mtu. Shoga yangu acha tu. Yaani huyo mume wa mtu hahudumii, yaani hata nikisema hapa nina shida na udongo hanipi hata shilingi 100. Kwa shoga yangu mimi nimejia kile kiela changu kile. Si unajua tena. Angalau ukinisaidia hata, yaani sielewi. Sina hata 100 mzio. Hapo hapo shoga yangu mwenyewe amekuja kuchukua ile langu niliyokuazima upeleke black. Nimekuja kuichukua. Kwanza naanza na wewe mwenye misuko kaenda kuzima moto. Unavokuja unavoniambia kwamba mimi nina mimba sijui ni nini. Kwa mimi baba yake hiyo mimba. Mimi ndo baba yake. Mimi ndo nimekupa mimba. Mtafuta wakupa mimba. Upo. Na hiyo hela unavyosema sijui na hela yangu na kudai sijui nini. Kwani ulinipia hapa? Tulipiana huko mitaani. Upo nyonyo. Alafu na wewe mwenye nywele kama mlima Kilimanjaro, nitazame kwa makini. Hiyo hela ulinipia hapa. Tulipiana barabarani. Kilichokufanya mpaka mje hapo kwangu asubuhi kuja kundai hela za mlizonikopesha inahusu. Sasa nasemaje? Hela sitoi na hamwezi kunifanya chochote kile. Sijui mnanielewa. Mke wangu, kuna nini hapa? Mume wangu. Sio vingadala viwili, vitu vinakuja hata asubuhi kuja kundai hela zake zimenikopesha hela zinakuja kundai saizi. Hawana hata haya hawa. Kwa shoga yangu, sisi tulivyokuja kudai hela yetu kosa jamani. Nasemaje? Hela si wapi na mlango mloingilia huo ndo mtokee. Waone kwanza. Sura mbaya. Nisikize ndugu yangu, siku zote mwanamke unapokuwa na kitu, yeye ndo namba 1 kukufuata. Umeona? Hata kama una sura kama mbuzi, lakini ukimtongoza ndo namba 1 kukufuata. Na unapokuwa huna kitu, na ndo namba 1 kukukimbia kwenye maisha yako. Chuse. Mbona nimekukuta hapa sinasikia leo nenda kumtambulisha rafiki yangu ukweli? Naenda kumtambulisha mke wangu mimi, yani mtu wangu mimi, mpenzi wangu mimi ambaye rafiki yako wewe. Unaenda kumtambulisha ukweni, katoka nyumbani asubuhi kasema unaenda kumtambulisha ukweni. Vipi nimekukuta hapa? Ndo mpenzi wake. Vipi nimekukuta hapa? Huyo gaza huyo. Unajua yeye siku. Gaza anamtambulisha mchumba wangu mimi. Mwanangu wewe. Vipi tena Chuse? Na si wapi wewe? Sina simu yako. Una issue ya maana nataka niongee na mtu. Na wewe na hiyo swali yako nikupe simu yangu ya kazi gani? Ndio sana simu yake. Fanya haraka unipe simu yangu. Asante. Asante. Fanya haraka nayo unipe hiyo simu maana nataka nianze kujiandaa niondoke zangu. Mama, mimi bwana, kama nilivyowaambia hapo awali kwamba umri wangu sasa umeshafikia wa kuoa. Mama, niambie mwanangu. Mimi hapa nimekuja kwa ajili ya lile jambo langu nililowaambia. Kwamba mimi kwa sasa nahitaji nioe ili nianzishe tu familia. Unajua tena mjomba, umri ushasogea mpaka sasa na mimi sina mke, sina familia, kwa nilikuwa nahitaji nianzishe familia. Ila huyu hapa mbele mnayemuona anaitwa Merisa. Ndio. Ndo mchumba ambaye nakusudia kumuoa, na nikaona vyema nije nimtambulishe kwenu. Mjomba umtambue, mama naye aweze kumtambua. Nakushukuru Mwenyezi Mungu. Umeniletea mgo mwanangu. Alhamdulillah, nakushukuru. Merisa, karibu sana. Kuwa huru, upo nyumbani. Okay? Anko, kwanza mimi nikupongeze sana kwa sababu
kijana kufikia hatua kama hii, kiukweli ni jambo zuri sana. Kwa hiyo nimejisikia furaha sana kuona kwamba umetuletea sasa hivi hapa mwanamke na sasa utaenda kuwa na familia. Kwa hiyo tunashukuru sana katika hilo. Nisikizeni nyinyi. Huyu hawezi kuolewa na kakangu hata siku moja. Anko, kuna shida gani? Nisikizeni. Nimeshasema hawezi kuolewa hata siku moja kwenye familia yangu. Sikiliza wewe. Hauwezi ukaja hapa bila kusalimia. Unataka kuvunja mwenzako amekuja kuleta mwanamke hapa nyumbani unasema kwamba hawezi kuolewa. Wewe kama nani? Kwani wewe una tatizo gani? Wewe kama nani? Hebu ondoka kwanza hapa. Sikiza, huyu mdogo wako amekuwa na nini siku hizi huyu? Makundi ya ajabu, ndio maana anakuwa na tabia za kijinga kabisa huyu mtoto huyu. Jamani, ninashindwa hata kumuelewa. Mtoto ananivuruga mimi. Huyu inaniuma sana. Okay. Ndio. Melissa, tusamee katika ile ni masuala ya kifamilia, lakini anko usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay? Kila kitu kitakuwa sawa. Samahani kidogo, naomba nipokee simu hapa. Oh. Hello? Okay, wife nakuja. Kuna mambo kidogo nilikuwa naweka nyumbani hapa, lakini nakuja. Jamani, mimi naomba niwache kidogo, alafu nadhani tutawasiliana vizuri, sawa? Okay. Dada, tutawasiliana basi. Ngoja kwanza niende. Halo. Ndio nipo njiani anakuja. Umesema nikuletee nini? Juisi? Poa. Nitakuja nayo. Sawa. Bro, vipi? Blaza, najua mimi niko nimetuma dingi yangu. Sasa nimepotea njia. Naomba unazime simu yako. Nimcheki mara moja, dakika 2-3 vinakurudishia. Simu? Chukua. Barikiwe bro. Asa baba na nazingua. Wewe niambia nini? Kona laumu. Hapa nilipofika hapa, naona kuna njia fulani hivi. Kuna njia inaenda kushoto, nyingine kulia, nyingine inaenda huku mbele huko. Hapa kuna jumba zuri hapa. Sijui ndikoje. Mimi sielewi. Haina shida baba. Kwa hapa naelekea wapi? Huko. Bro, nakuja hapo dakika 2. Wewe sija. Ikra, naomba uache hivyo vyombo usioshe. Nimesema Mama Ikra. Marahaba, mzima? Mke wangu, nimekuja. Umeniita bwana wako, nipo hapa. Kuna shida gani tena? Umetoka wapi? Nimetoka kwa dada yangu. Unajua mdogo amenipigia simu. Tulikuwa pale na mdogo wangu ameleta mke pale mtambulisho. Kaja mdogo wake na mtu. Unamjua nani? Chuse yule. Kaja pale vurugu. Haya, unaniuliza nimetoka wapi na nimekuaga nimeenda nyuko kwa dada yangu. Ina maana mimi sijui umetoka wapi? Umetoka huko kwa malaya wenzio. Malaya? Malaya zako. Nini mume wako na tabia za umalaya wapi na wapi? Unajitofahamu ndio? Mke wangu, hii ndoa kila siku linamka hili linamka lile. Alafu unajua mke wangu, haya mambo
We baba nakoma. Mbona ukome? Nikome na nini tena? Hey. Nisikize kwa makini. Nakusikiliza. Umetoka saa 12 mpaka sasa hivi unarudia sasa hivi. Tumefanya kazi huko ndani tumechoka. Poleni. Osha vyombo. Mimi nioshe vyombo? Wewe huyo. Mke wangu, kweli potimama mimi nioshe vyombo? Osha vyombo. Nioshe vyombo? Mimi siwezi kuosha vyombo hapa. Udogo sike ndani. Dogo. Leta simu yangu dogo. Labda kama mimi sio mume wako na sio baba wa yule mtoto, siwezi kuosha vyombo. Na umekaa hapa kabisa mtoto wako nikajua unamfundisha mtoto aoshe vyombo. Mimi baba yake je, huyu mtoto unamfundisha nini mtoto huyu? Nilichosema. Wewe mwanamke mpaka mimi najiuliza. Kwanza wewe unataka nini? Kila kitu mwanamke wangu ninakupatia, lakini mara mimi malaya. Nimetoka kwa dada yangu, nimetoka kwa malaya naamka. Sikiliza, siwezi kuosha hivi vyombo. Hivi Chuse, una tatizo gani? Kaka yako alileta mchumba kule ndani, sawa? Anaona ametambulisha vizuri, amemaliza. Wewe umekuja unataka umpalamii kaka yako, imekuwaje? Kwani una nini mwanangu? Una tatizo gani wewe? Au unavuta bangi? Hamna mamangu, hakuna shida yoyote mama. Hakuna kitu, na mimi nimeona hakuna shida. Ungemwangalia kaka yako vile. Kama hakuna shida, una tatizo gani wewe mtoto? Una shida gani? Unavuta bange wewe? Hamna, hapana bi mkubwa, hamna. Mama, haya mimi ndo mwanangu unaenda. Haya mwanangu, karibu tena mwanangu. Haya mwanangu. Mtoto ana nini? Jamani. Mkubwa. Vipi, mbona kama una taharuki unazubazuba? Imekwaje? Mwanangu mimi amenichanganya Chuse. Chuse alikuwa anamfokea hapa kuhusu ile tabia aliyoonyesha kwa mjomba wake pale. Lakini alichokifanya yeye sasa, alipomwona yule mkwe ananiaga, na yeye akaondoka anakimbia anamfuata yule mwanamke. Sijui kuna tatizo gani. Kamkimbiza huko. Yaani hata sielewi jamani, mimi ananichanganya huyu mtoto sana. Unanielewa vizuri? Labda sio mimi. Wewe mwanamke gani? Kila saa. Nimeshachoka mama. Nipise. Huyu anijui vizuri, ananisikia. Na wewe hamna kuosha vyombo. Unanisikia?